Naomba nisomee Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 6. Kuna jambo napenda tukagundue hapo. Hapo ni mtume Paulo kwa anatuonyesha njia nyepesi ya kutafsiri maandiko katika Biblia. Sasa sisi tutatumia njia moja kati ya hizo njia 4. Anasema nini? Wakorinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 6. Paulo anasema nini? Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini? Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho. Bwana asifiwe. Hapa Paulo iko analiambia kanisa la Wakorinto, anasema ndugu zangu, itawafaidia nini nikija kwenu na kunena kwa lugha? Kwa sababu gani? Wakorinto inatuonyesha yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali anasema na Mungu mambo ya siri, na hakuna anayeweza kumsikia. Hiyo pia ni somo ambalo sisi ni wa Pentekoste kweli kweli, lakini hatujamudu somo ya kunena kwa lugha vizuri. Utakuta kuna mtumishi anajiita mtumishi, sijua amekula nini, amekunywa nini, anasema kuna lugha ya mapepo. Lakini ukamuomba nusu mstari katika Biblia hana. Ila iko anakuletea ushuhuda wa mapepo ya watu wake anayowaombeaga. Anakuletea hiyo ushuhuda. Ila mwambie nipatie neno mstari mmoja unayoonyesha ya kwamba kuna lugha ya mapepo. Huo mstari haupo na hautakuaga. Kwa nini? Tatizo kubwa la kanisa kwa sasa ni kukosa maarifa. Na Mungu mwenyewe anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Shetani anapata nafasi unapokosa maarifa. Paulo anasema msimpe shetani nafasi, mpinge, naye atafanya nini? Atakimbia. Njia pekee ya kumpinga shetani ni kuwa na maarifa sahihi kuhusu kitu unachokifanya. Bwana asifiwe sana. Lakini leo hapa nikasema tusimame na tumpinge shetani, tutaanza ndio kukemea. Mimi nasema tumpinge, wewe unakemea. Mapokeo yameharibu kanisa. Kwa hiyo tunapokuja kuzungumza vitu ambavyo vipo, kueleweka inakuwa kazi. Sababu mtu aliokoka na miaka 30, alikuwa mchungaji akasema sote tusimame tumpinge shetani, tunaanza kukemea. Wewe unaniambia sio kukemea. Sasa wapi na wapi? Kumpinga shetani ni kusimama kwenye kweli ya Mungu. Jinsi Yesu alivyofanya na shetani alipoenda kufunga siku 40, na yeye shetani akaja kumjaribu. Akamwambia ukiwa mwana wa Mungu geuza mkate kuwa jiwe. Yesu hakumkemea, alimpinga kwa neno, akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa nani? Mwa Mungu. Shetani alipoona Yesu anatumia neno na yakajiingiza hivyo hivyo, akampandisha kwenye mnara mkubwa, akamwambia jitupe, maana imeandikwa ataagiza malaika zake wakulinde ili miguu yako isijikwae. Yesu akamjibu imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha akamuinua, akamuonyesha enzi zote za dunia. Akamwambia nimepewa vyote na ninampa nitakaye, ukaniabudu tu ukanisujudia. Yesu akamwambia imeandikwa utamsujudia Bwana Mungu pekee. Jo kupinga huko. Bwana tusaidie sana. Sasa kama haya mambo hauna, njoo utafanya mapokeo. Shetani toka kwa jina la Yesu, toka. Wewe umeshakamuona shetani? Kwanza inawezekana toka Tanzania ilianza, shetani hajawahi kufika Tanzania. Ni mapepo yake tu ndio iko Tanzania. Wewe unafikiri shetani akashuka sehemu wewe unamuelewa, unamjua jamaa huyo? Bwana tusaidie sana. Shetani hayupo popote.
Leo kanisa tunamkuza shetani, tunamfanya shetani anakuwa kama Yesu. Mwimbaji anapotuimbia nyimbo za kusifu na kuabudu, anaposema Yesu wapi? Juu, juu, juu sana. Haleluya. Anaona haitoshi, inabidi amtaje shetani wapi? Chini, chini. Njoo anaona anaimbisha. Nani kakwambia hapa madhabahuni tunamwimbia shetani? Kisha tunasema tumesifu na kuabudu. Sababu tulimtaja Yesu yuko juu, shetani yuko wapi? Bwana tusaidie.